anaitwa nani? Anaitwa Haji. Sasa ilifika wakati Ibrahimu akaingia kwenye jaribu pamoja na nani? Na Sara. Baada ya Mungu kuonekana kwamba amechelewa kuleta majibu. Japokuwa Mungu achelewi, analeta majibu kwa wakati. Ile mhusika anayesubiri majibu ndio anaweza kaona amechelewa. Lakini kwa mujibu wa Mhubiri 3:1 nasema, maana kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walishindwa kujizuia. Sara akamwambia mke, ili na mimi nipate uzao, naomba uingie kwa hiyo mjakazi wangu. Ibrahimu akakubali. Kaingia kwa hiyo mjakazi, ndio akampata nani? Ishmaeli. Ishmaeli ambaye ndio mzazi wa mataifa yote ya Kiarabu. Waarabu wote wanaoona hawa ni uzao wa Ibrahimu, lakini kwa mtoto yule mjakazi. Kwa hiyo wamepigwa watoto wawili, Isaka na Ishmaeli eti. Lakini baada ya Sara kufa, Ibrahimu akataka aoe mke mwingine, lakini kijana hajaoa. Akaona hapana, haitakuwa busara. Mimi ni mwanandoa, kijana wangu hajaoa, nianze tena kuoa baada ya kumwoza kijana. Ngoja kwanza kijana nimwoze. Na kweli akamwoza kwanza nani? Isaka, alafu baadaye akafanyaje naye akaoa mke mwingine. Sasa watatu anaitwa nani? Ketura, ambaye ndio amezaa watoto wengi, watoto 6. Ukichanganya na wawili, Ibrahimu akakamilisha watoto wangapi? Mmoja anaitwa nani? Isaka, ndiye aliyekusudiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kijana sasa, baada ya kuwa amepata umri wa kutosha kuoa, moja kwa moja akaangalia pale Kanaani. Ibrahimu akaona hakuna mke wa kuweza kuolewa na Isaka, maana Wakanani wote ni wapagani, ni waabudu miungu. Na Biblia inasema kwamba mume lazima apate mke anayefanana na yeye, na mke apate mume anayefanana na yeye. Kwa hiyo moja kwa moja anayefanana na Isaka akawa yuko mbali sana, tena ni nchi ya mbali. Kwa leo tunasema nchi ya Iraki. Iraki ni kanchi kadogo, lakini kana majina mengi kuliko nchi zote zilizoumbwa na Mungu duniani. Kana majina karibu 6. Jina la kwanza linapatikana Mwanzo sura ya 12, inaitwa Uru wa Wakaldayo, alipotoka baba yetu wa imani nani? Ibrahimu. Jina la pili liko Mwanzo 11, inaitwa Shinari. Shinari ulipojengwa ule mnara wa ajabu sana, ambao kwenye miongoni mwa maajabu 7 ya ulimwengu, unaitwa mnara wa Babeli. Wakati unajengwa ilikuwa haitwi Babeli, ilikuwa inaitwa Shinari. Jina la tatu liko katika Matendo ya Mitume, inaitwa Mesopotamia. Na jina la 4 liko kwenye vitabu vya Wafalme na Danieli, ambayo inaitwa Babeli. Na sasa jina la 5 ni Iraki. Na historia wakati wa uumbaji, hapo ndipo ilipokuwa na bustani ya Edeni. Baba yako Adam na mama yako Eva walikaa Iraki hapa tu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uje hapa kijana wangu, mtumishi wangu. Nataka nikutume uende kule kwetu ukamtafutie mke huyu kijana wangu. Lakini naomba ule kiapo, maana kwa kuwa ni mbali, unaweza kufika njiani ukakwamia misungi tu, ukasema umefika Msoma, alafu ukachukua mke wako kaneni. Nataka uende mpaka nyumbani, na ili njiridhishe kwamba utafika, naomba uweke mkono wako kwenye paja langu ule kiapo, ili kama utakuwa unadanganya, basi ile kwako njiani utaonana na huyo Mungu. Eliezeri kaweka mkono kwenye paja la Ibrahimu, akala kiapo kwamba sitachukua mke njiani wa kukoteleza, nitakwenda mpaka huko. Na kweli baba wa watu akapanda ngamia, akaanza safari, katembea akawa amefika kule nyumbani kwao na Rebeka. Sasa baada ya kufika, ilikuwa ni jioni. Kuna wanawake wengi wanakuja kuchota maji. Kuna kisima kizuri sana ambacho ndio jamii ya pale ilipenda tumia. Akaangalia sasa, akasema ni nani alimpa Isaka? Kuangalia wanawake wote wanakuja ni wazuri. Jamani, dunia nzima hakuna mwanamke mbaya, wanawake wote ni wazuri. Hakuna mwanamume mbaya, dunia nzima wanawake wote ni wazuri. Maana Mungu alipomaliza kuumba viumbe vyote alisema kila alichokiumba ni chema. Ubaya tunapakana sisi kwa tope. Limama lile libaya ukiumba wewe. Bwana Yesu asiwe. Huyu unayemsema ni mwanamke mbaya ana mume mzuri kuliko ile wa kwako. Na hilo unayesema ni mwanamke mbaya ana mume mzuri ambaye ni tajiri kuliko wewe. Sasa Eliezeri akasema moyoni, sio kila mwanamke mzuri anafaa kuolewa na Isaka. Miongoni mwa hawa wazuri yupo mmoja tu aliyewafaa. Sasa ni mpateje sasa? Maana uzuri wa mwanamke hauonekani kwa sura nje, uzuri wa mwanamke uko ndani. Mungu sasa naweka ishara. Mimi nakaa hapa, wanawake wanaokuja sasa nikaweka ishara kwamba mwanamke nitakayemwomba maji
Mimi wewe sitamwomba kwa jina ngamia. Anipe tu mimi nini? Hatimaye baada ya kumwambia aliongeza yeye mwenyewe. Anipe maji awape na nini? Na ngamia nitajua nini. Ila kuishia kunipa mimi tu, asiwape ngamia. Huyu hapa. Sasa hiyo ni ishara Mungu ameiweka. Anapomaliza kusema tu, Diana anaingia. Rebeka anaingia na mtungi wake kuja kuchota maji. Tayari akamsubiri. Aliona akimwomba kabla hajachota. Unajua kabla hujachota ukiomba maji ni rahisi kidogo. Lakini ukichota kabisa umeanza na safari kutembea. Kushusha kumpa mtu maji kweli umemaanisha unampenda huyo mtu. Sasa akasubiriwa kuchota akaweka kichwani. Akaambiwa, binti, naomba unipatie kwenye chombo chako maji kidogo tu nini? Akasema, unataka maji ya kunywa mtumishi? Elia, hamna shida. Lakini nikiangalia hapa kuna viumbe wengine ulionao na wenyewe wanahitaji maji. Mbona umeomba wewe tu? Sasa najiongeza nitakupa wewe. Lakini na ngamia nikaomba, jamani ishara aliyoweka na Mungu zile tini. Akajua huyu ndiye mwanamke ambaye anafaa kulewa na mtoto wa bosi wake. Tayari kampa maji na ngamia akawateke. Ikabidi amuulize, hivi wewe ni mtoto wa nani? Akasema mimi ni binti wa Bethueli. Diana akasema mimi ni binti wa Amosi Saidi. Nyumbani kwenu ni wapi? Akamweleza. Je, kuna nafasi nzuri naweza nikaja huko nikaongea na wazazi kidogo? Maana sitaki nikuchukue kwa kutorocha. Njoo, nafasi ipo. Binti alienda akamwacha nyuma, kapiga kula akatoa zile habari. Tayari akaambiwa nenda ukamkaribisha huyo mgeni wa baraka. Tayari akakaribishwa, kapiga pale nyumbani, akakaa akajitambulisha. Mimi ni mtu wa kutoka mbali, natoka kwa bwanangu anaitwa Ibrahimu. Lakini nikaona si kila mwanamke mzuri anafaa kuolewa na mtoto wa bosi wangu. Nikaweka ishara na Mungu. Na Mungu akaweka ishara nimepokea kwa binti yenu. Sasa nimekuja. Naomba mniambie, mko tayari kunipa huyu binti nimpeleke akaolewa na mtoto wa bosi wangu? Mko tayari? Alisimama nani? Bethueli. No, alikuwa ni nani? Labani. Aliposimama moja kwa moja akasema hivi, hilo bwana, jambo limetoka kwa Bwana. Limetoka kwa nani? Kwa Bwana. Wala sisi hatuna maneno ya kuweza kuzuia. Sasa lililopo, binti huyo hapa mchukue, mpeleke huko. Aenda akaolewa na mtoto wa bosi wake. Peleka. Lakini kabla kumchukua, huyo ndugu kwanza akamtukuza Mungu kwa jinsi alivyofanikisha jambo lake, akatoa na sadaka zake hapo. Lakini baada ya hapo alisimama mama yake pamoja na baadhi ya ndugu. Wakasema sasa tumekubali Diana au Rebeka aende akaolewa, lakini umruhusu binti akae nasi siku 10 tu, atusaidia angalau kalilia majaruba mpunga nawe ndio tena au wamia ndege kidogo. Baada ya siku 10 atakwenda kulewa. Eliezeri akasema hapana. Kama jambo hili Bwana amelipa kibali, naomba msinikabishe. Mniruhusu nimchukue huyu binti aende kwake. Wakasema basi tusiingilie, ngoja tumuulize binti. Tuone kama anaweza kukoma kutusaidia sisi wazazi. Akaulizwa, Rebeka au Diana, unasemaje? Uko tayari kutusaidia siku 10 tu? Yale matuta yetu ya viazi ukimaliza moja kwa moja tukuruhusu wewe. Tunataka uende leo au utasubiri siku 10? Rebeka akasema ninakwenda leo hii. Nimelima mashamba yenu siku nyingi na mimi umefika wakati wa kwenda kulima shamba langu kwa ajili ya kutunza familia yangu. Naenda leo. Sasa wakasema hakuna la kufanya. Ikabidi anze tendo pia haraka hapa. Maana kuna ndugu wengine wasingeweza kuja huko kwenye tukio. Tendo likafanyika hapo, wakamwaga, wakamzawadia na wakamwambia sasa safari je. Bwana Yesu asifiwe. Sasa safari inaanza kutoka sasa huko kuja wapi? Nyumbani Kanaani. Kinachonibariki juu ya huyu binti Rebeka. Safari ilipoanza, Rebeka alijua ya kwamba aliko mume wake yeye hajui. Maana hajafika kwa Israeli wala Kanaani. Ina maana anategemea kuongozwa. Msafara ulipoanza, Rebeka hakutangulia, alikaa nyuma. Biblia inasema alipanda ngamia wake akamfuata yule baba. Ina maana Rebeka alikuwa nyuma kiongozwa eti. Alikuwa nyuma kiongozwa eti. Maana anajua ninapokwenda aliko mume wangu mimi sipajui. Huyo anayepajua ndiye. Alikubali kuongozwa mwanzo mpaka mwisho wa safari.
Na ndivyo unavyojua binti yangu Diana lazima katika ulimwengu wa roho amepanda ngamia, yuko nyuma ya Elia, atapata maongozi ya Mungu kupitia kinywa cha mume wake Elia. Na Mungu alimwambia amtii, amekwambia umtii huyo mume wako Elia, umtii. Wewe umepewa amri mbili tu juu ya mume wako kulingana na Waefeso sura 5 mstari wa 22 hadi 24 na ile 33. Mawili, umtii sana Elia, na kiwango cha utii wako kimewekwa. Umtii kama unavyomtii Yesu. Unamsikia binti yangu? Umtii huyu mume wako kama unavyomtii Yesu. Ukipunguza utii na nidhamu kwa Elia, maana yako umepunguza utii na nidhamu kwa Yesu aliyetoa amri hiyo, na ndio mwanzo wa kuharibika kwa ndoa yako. Lakini la mwisho lilopewa ambalo liko 33 ni kumstai. Anasema wala mwanamke asiache kumstai mume wake, kumheshimu. Heshima yako kwa mume wako, hiyo ndio amri ya pili ya Mungu kwa ajili ya usalama wa ndoa yako. Lakini ikifika wakati mkazoeana na Elia, sasa unajua sasa hivi ni wapi? Mwanzoni ni rahisi sana kunyenyekea, lakini ikifika wakati mkazoeana, huwa tunasahau amri ya Mungu. Moja kwa moja anaweza kukwambia baba, na wewe unaleta maneno mengine. Anakwambia na wewe unakuwa mkali. Baba hapendi kula saa 4. Sasa wewe unaivisha chakula saa 3 usiku. Baba anakwambia kwa nini unaivisha chakula kwa kuchelewa hivyo saa 3 wakati matumizi umekupa mapema? Diana, unamwambia mume wako saa 3 nimekuchelewa. Yaani wewe ungelijua historia yangu mimi nilikoolelewa, ungesema kwamba mimi nimejitahidi. Nyumbani kwetu sisi haipo kwamba tunakula saa 3 wala saa 4. Tunakulaga saa 4:15. Kama mama amekuwa sana saa 4:15, lakini hata siku moja baba hajawahi kufanyaje kunumunika saa 4:15. Leo nimeitisha saa 3 mume wangu, si nimejitahidi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Diana inaonekana anafuata ratiba ya wapi? Ya nyumbani kwao, eti hajazingatia yale mapigo matatu ya ndoa yaliyoandikwa katika ile Efeso sura ya 5:31 ambayo inasema mwanamke ataondoka, atawaacha wazazi wake, ataambatana na mume wake, na hao wawili watakuwa mwili. Mapigo matatu ya ndoa na kwa nyinyi mlioolewa na kuoa ni haya: ni kuondoka, ni kuambatana na kuwa mwili mmoja. Kuambatana na kuwa mwili mmoja haina shida, wengi wameliwezea, lakini fika la kuondoka wengi hawajaliwezea. Hata wewe uliyeolewa yamkini mpaka sasa bado uko kwenu, hujatoka kwenu, na wewe uliyeoa bado uko kwenu. Kwa mfano kama nilivyosema kwamba Elia anapenda kula saa 2, binti akaitisha chakula saa ngapi? Saa 3. Ila akajitetea akasema kwetu sisi hamna muda ambao tumekula saa 3, nimejitahidi. Tunakula saa 4:15, saa 4:30. Mbona baba hajafanyaje? Hajawahi kunung'unika. Elia akamwambia kila nchi, kila taifa, kila serikali ina sheria zake. Hizo zilikuwa ni sheria za baba mkwe na mama mkwe, ni utaratibu aliojiwekea kule. Wote walikuwa wanapenda kuivisha saa 5, muda ambao hakuna mpenzi kuwatembelea, maana wenda ni wachoyo, ni wabaridi, hawataki kula pamoja na watu. Ndio maana unakuta masaa ila siwepo mtu wa kuja kula pamoja nao huyo kuku waliyemchinja. Sasa hiyo ni serikali nyingine, mke wangu. Sasa hivi umekuja kwenye mji wako, maanake unatakiwa uache sheria za kule, unda sheria za ndoa yako zitakazolinda mji wako. Katiba ile wazazi ya kule sasa ni katiba mpya na sheria mpya zinazokubalika na sisi wawili tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inawezekana na wewe mwanaume bado uko nyumbani kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wanaume wengine hawafiki nyumbani mapema, kwa kuwa hawafiki. Anafika nyumbani saa 2, saa 3, saa 4. Anauliza ulikuwa wapi? Nilikuwa natembelea wapendwa. Elia naye akawa na tabia ya kufika saa 3. Anaulizwa, mume wangu, mimi napenda sana chakula kikiiva nile pamoja na baba, lakini kila siku kikiiva wewe haupo. Unakuja hii chakula limepoa, na wakati mwingine unakuta kimechafunga na mlango. Unakuwa wapi? Mbona unachelewa kurudi? Elia naye anasema, mke wangu, saa 3 nimechelewa. Hivi unamjua baba mkwe hapa aliyekuzalia?
Mbona baba yeye akitembea alikuwa anakuja saa 7 anagongewa mlango. Mama anagongewa mlango anakwenda kumfungulia na anampa maji anaoga na anamtegea chakula saa 7 na robo mpaka saa 8 ndio analala. Mimi nachelewa saa 3 tu. Mbona nimejitahidi sana? Mbona na baba alikuwa anachelewa? Tayari inaonekana Elia alishahama kwao au bado yuko kwao? Yuko kwao. Sasa vijana wangu mnapoona, maana mnahama kwenye serikali ya wazazi wenu, mnaunda serikali yenu. Mnahama kwenye katiba za wazazi wenu, mnaunda katiba yenu. Mnahama kwenye mwongozo wa wazazi wenu, mnaunda mwongozo wenu ambao unakubalika na wazazi, ambao hata mzazi asikuja kuingilia. Nyinyi ambao mnaozesha watoto akiwemo baba, huyu mtoto sasa tambua hayuko kwako tena, yuko kwako. Sheria ulizokuwa unamwekea hapo sasa ziwe na mipaka. Usije kafika nyumbani ukaanza kuweka sheria zako zilizopata na mama mchungaji. Binti yetu tunajua tulivyokulea. Sasa uwe unafanya hivi. Ukifika uwe mpole, wewe ni mgeni. Ila kama wanahitaji mashauri watataka pia, maana mzazi pia wewe ni mshauri. Maana yeye amekaa kwenye ndoa muda mrefu. Kuna mambo mengi hapo vijana kuuliza kwetu. Na tunataka ushauri moja kwa moja, msiwe nyinyi. Ila usipeleke sheria zako. Sisi huwa hatukukulea. Kwa nini sasa mnaishi na wewe Elia? Mzako anasema hatukukulea bila. Mkifika kwa Elia na Diana, mmefika kwenye serikali mpya, kwenye nchi nyingine mpya. Kwa hiyo msiingize sheria za kwenu. Sheria watakazozipanga pale pamoja, hizo ndio sheria zitakazowaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nashukuru sasa, huyo ndugu Rebeka baada ya kuanza safari alifuata nyuma, aliongozwa. Walipokaribia kufika, kumbuka akakuwa na bajaji, ni magari haya ya manani, mamnyama tu yanachimua ndio, halafu makumi. Walipokaribia kufika, nafikiri ilikuwa ni hapa nani, Angelina sekondari hapo, Angelina Magula hapo, wanakaribia kufika. Isaka naye kwa siku zote hizo mama alikuwa anajiuliza sijui mke amepatikana. Kumbe jioni hiyo naye alikuwa ameenda bondeni kwenda kutafakari na kuzidi kuomba Mungu, nimepata mke. Isaka alipotupa jicho Angelina Magula sekondari kule, akaona msafara mkubwa wa mangamia na watu wengi. Akasema ni wanani? Waangalia, akamwona hiyo mtumishi wao yule Eliezeri. Lakini kuna wanawake wengi, akajua huyu alienda peke yake. Kama kuna wanawake lazima, katika hao lazima kijana wangu yumo, mke wangu yumo. Anayesasiwe alipotupa jicho hivi Rebeka akamwona yule Isaka anakuja, ndio sasa kuja kwa laki. Akamuuliza kiongozi wa msafara, eti bosi wangu, hivi huyo anayekuja kutulaki kutoka mbali Angelina Magula sekondari kule ni nani? Huyo ndiye mume wako. Alipojiangalia, sasa amechafuka na magumu, amechafuka. Akajiuliza, natokeaje mbele ya mume wangu na uchafu huu? Na barikiwa na maandiko anasema kwamba Rebeka alishuka, aliomba kwamba hebu simamisha msafara. Alishuka kwenye punda wake, alichukua mkoba wake, alienda faraka kule. Biblia inasema akabadilisha zile nguo zake chafu, moja kwa moja akavaa shela. Bwana Yesu asifiwe. Alifuta vumbi, kaweka sawa nywele zake, kaweka mafuta mazuri ili atokeze mbele ya mume wake akiwa smart. Bwana Yesu asifiwe. Baada hapo akasema sasa paweza kwenda, maana kwa mazingira haya inaweza kufika sasa kwa mume wangu siweze kufika nikiwa mchafu. Bwana Yesu asifiwe. Mnanisikia binti sana? Mwisho wa jambo moja ni mwanzo wa jambo lingine. Naweza nikasema japokuwa mtihani uliomaliza ni mzito sana, ila huu mnaoendea sasa ni mzito zaidi. Na utakuwa mzito kama hamtatembelea katika mahali mliopewa na Mungu kuhusu ndoa. Ila mkitembea katika mahali ya ndoa, moja kwa moja mzigo huu ni mwepesi mno, tena ndoa yenu inageuka inakuwa kama Mungu paradiso. Ila msipofuata sheria mlizopewa na Mungu, na zisema kwa ufupi na maliza. Sheria hizo zimewekwa katika Waefeso sura ya 5 mstari ule wa 22 hadi 24 na ile 33. Kwa wewe umepewa sheria mbili tu Diana, kwa Elia. Umtii huyu Elia kwa kiwango cha utii wako kwa Kristo. Ukipunguza utii moja kwa moja kwa Elia, umepata kumtii Mungu, na ndio mlango wa ibilisi kuingia na kufuatia ndoa yako. La pili, unaambiwa
Mwanamke usikose kumstahi mume wako, kumheshimu. Mheshimu. Yaani ukiondoa na Yesu Kristo, wa pili kuheshimiwa ni mume wako na watatu ni jamii. Sasa ukipunguza heshima kwa Elia, kumkomoa Elia, unamkomoa Yesu aliyetoa amri ya mwanamke kumheshimu mwanaume. Sasa ukizingatia hiyo binti, umeukata ndoa yako hii salama daima. Ole wa Ibilisi aliyetaka hiyo kutoka mbali. Kijana wangu, nikupe pole. Mwenzako amepewa mawili. Sisi wanaume tumepewa mengi. Mangapi? Kabisa. 5. Na imeandikwa hiyo Efeso 5:25-29. La kwanza sio Elia tu jamani, na wanaume wote mliooa hapo mlio. Maana msipoangalia mbinguni hamtapenda wote. Bwana Yesu asifiwe. La kwanza tunaagizwa wanaume tuliooa. Mwanaume anaambiwa ampende mke wake na kiwango cha upendo kilingane na upendo kwa Kristo jinsi alivyolipenda nini? Ole wako upunguze upendo kwa mke wako. Kama ulivyokwisha punguza na kile ulichopunguza tayari. Ukitaka kuhakikisha kwamba ulichopunguza, si una kazi, si una hela kule. Kwa kutwa nzima unakunyaga soda zile za baridi karibu 2-3. Lakini nyumbani uleti soda. Mama anakunywa soda siku ya Pasaka, Christmas pamoja na mwaka mpya tu. Kwa mwaka ndio anaona soda. Tofauti na sikukuu hamna, lakini wewe unakunywa kila siku. Biblia inasema Timotheo wa kwanza 5:8, asiwajali wa kwake ni mbaya kuliko asiye. Mwanamume ambaye hununui soda kwa ajili ya mke wako na kunywa mwenyewe, usiporekebisha hiyo tabia, anapandikilia utapenda mbinguni. Nunua soda kule, kunywa. Unaporudi nyumbani angalia, nina familia watu wangapi? Na familia watu 5. Kama huna uchumi mzuri, acha kununua zile za Pepsi na Coca-Cola na Fanta. Chukua zile za Jambo za 500. Zingine zimepanda shilingi 700. Watu 5, chukua 2500 ndio nazo tayari. Baada ya chakula utakunywa pamoja na familia. Ila kama mfuko ni mzuri, chukua hizo zilizopanda za 700, sio 300 kwa watu 5. Hapo utaenda mbinguni. Lakini sheria ya pili tuliopewa kwamba ujitoe kwa ajili ya mke wako. Ujitoe kama Yesu alivyojitoa kwa ajili ya mke wako ambalo ni kanisa. Jamani, Yesu kujitoa. Alijitoa mhanga mpaka akapona au akafa. Akafa kwa ajili ya mke wako. Kadhalika na wewe mwanaume unatakiwa kujitoa kikamilifu. Kupata shida kuhakikisha mwanamke anaishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Amina. Lakini jambo la tatu tunaambiwa umlishe mke wako, umlishe mama ale vizuri.